As you know, mnajua kwamba tunafanya recruitment ya polisi hivi karibuni na ya prisons ni on 30th mwezi huu, the end of this month. So as we do that recruitment, I agree that we have cases of people selling these positions. Yeah? So in the police side, we had tried to put some regulations. Kwamba ikifika saa 11 or saa 10, the exercise is closed and you pick the next day. And it must be done transparently. Watu wakiwa mpaka ishe. Shida huwa inatokea in the hiring of police. Watu wanapitishwa, alafu wanachelewa mpaka giza itokee. Asa giza ikitokea kesho, results inatoka upande ule mwingine, unaenda kusikia kama habari kwamba so and so alichukuliwa, alienda. Everybody in the village, everybody in the headquarters, wanajua pesa nani alilipa, na wanajua ni shilingi ngapi. Yenye inabaki tu ni kulalamika. You know? Ni kulalamika. Wanaogopa kureport because of course recruitment officer ni police. Yeah? So what we are trying to do is to work with EACC, human rights organization, to put observers in place so that these reports, we can enhance the level of accountability kwa hapo center. Ile penye kuna recruitment center. Lakini mtusaidie pia. Kwa sababu, we will do our part, as I told you, and I agree with the president ya youth hapa, kwamba tunataka kufanya digital. But also digital has a limit. Because lazima huyo mtu akuja aonwe, ni mfupi, ni mrefu, anaweza kimbia ama akimbii, kama hako na proper medical records, kuna mambo yenye inaonekana, including meno, kwamba kama anaweza, kama hatari ikitokea kama anaweza uma ama hapana. Yeah? Yeah? I have never known exactly why they do so, but anyway, somebody tried to explain, but bado it's still complicated. Lakini kama pia ukipatikana una meno yote, it's also a risk kwamba unaweza kuwa ni mtu wa pengine unapenda vita ama nini. Lakini sometimes unaweza kosa meno kwa sababu ya ugonjwa ama kwa sababu ya maji. So all these things still need to be done. So we have said kwa digitally online, you should list all the people that qualify. So that kila mtu asikuja hapo. Malisana mambo ya academic qualification, verification of certificates, you know, all these other qualifications that you need to meet. So that during recruitment day, wenye wanafika ni watu wameitwa. Hata kama ni 100 na tunataka watu 10, lakini those are people shortlisted in that community who qualify and who reside in that community. One of the problems we have not just succeeded to know how to sort is residents. Because mtu anaweza kuwa ako na ID imeandikwa Mombasa kwa sababu alichukulia Mombasa, lakini hiyo mtu ni wa Kwale na ni wa hapa Matunga, for example. So that is still a challenge kidogo, but that can be navigated in the process. Also, something that we cannot sort online, ni kwamba you have to do gender. Gender might be easy, but you have ethnic balance. Now also area balance within sub-county, clans, and so forth. So there are certain many other things that need to be looked at. That is why we want citizens to be vigilant. You know, for that particular day, as active as the youth president is, we will accredit him, akuje akae kwa headquarters ya hapo, ndio akuwe anaangalia. Anaona, okay, shortlist ilikuwa hii, inaonekana. Huyu amekimbia, huyu hawa 5, 10 wamekimbia. The ladies wamekimbia namna, until we get the final results. But if you know for sure that mtu fulani ana roam kwa headquarters na ako na pesa, you can also effect something called citizen arrest. Naweza shika pesa yenye ako nayo na upeleke yeye kwa police station, na hiyo pesa pia inaweza saidia kujenga, you know, ka police station ama kitu fulani katika community. Because I'm very serious on this issue, by the way, because I'm speaking and in my mind I'm thinking about the recruitment center in my constituency. And because I know people, because I was a senator, they used to call all the time, wanapiga simu wanasema nani alinunua. Hata ukienda home unafika unaambiwa
ule na ule ndio walipata tu. Hawa walinunuliwa, huyu alisaidiwa kununua, baba yake aliuza shamba. Then the worst part of it is that watu maskini wanaenda kuuza shamba kuja kununua kazi. Yeah? So sasa kama mtu maskini kabisa hana chochote amenunua kazi na 500,000. Ule amenunuliwa hiyo kazi, akifika hiyo kazi atarikava aje? Atarikava hiyo pesa aje? Si lazima achote. Kwa sababu baba yake aliuza shamba, anaishi ana mahali pa kuishi, lazima in the first 2 years akuwe anaharakisha haraka kupata pesa ya kutosha kuenda kufanya nini? So this is how we perpetuate corruption. And that's why I really want to help tusaidiane pamoja during recruitment centers. We will try as ourselves, but also you as citizens here, and even leaders, help us to observe, to make sure that we observe these processes of recruitment.